Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji mwanafamilia wa Trust and Obey Media. Tuna furaha kubwa kwa sababu tumekuona unapoandamana nasi katika siku 40 za maombi, na inaonyesha ya kwamba kuna jambo ambalo unataka ulilenge katika programu hii. Mungu wa mbinguni akujibie kufuatana na haja ya moyo wako. Ikiwa kuna shida ambalo ulitaka Mungu atende muujiza, Bwana Mungu wa mbinguni aende akakutendee muujiza namna vile mapenzi yake yanavyotaka. Kwa kweli siku ya leo tunakualika katika programu hii na katika fundisho hili nzuri inayokujia inaposema anjia kwa walio wa nyumbani mwako. Anjia kwa wale wanamemba wa familia yako. Anjia kwa wanamemba wa nyumbani mwako. Fundisho hili linaanjia katika kitabu cha Marko sura yake ni ya 5 shairi la 19. Marko sura yake ni ya 5 shairi la 19 nasema, enda katika nyumba yako kwa wale walio wa kwako na uwaambie yale ambayo Bwana aliyatenda na namna gani alikusikilia huruma. Katika shairi hili muna maneno mazito ambayo nilikusudia siku ya leo uweze kuyatafakari kwa makini na uweze kusikiliza kauli za Mungu anaponena nawe. Anasema nenda kwa walio wa nyumbani mwako na wale walio wa kwako, wa kwenu, wana familia yako, uambie yote ambayo Mungu aliyatenda, Bwana aliyatenda na namna gani alikusikilia huruma. Kabla hatujaingilia fundisho hili, kwanza kwa tafsiri rahisi uelewe ya kwamba vyote unavyoviishi leo ambavyo unaweza ukasema ya kwamba umeridhika kuona hali yako ya leo ni kwa sababu Mungu alikusikilia huruma na akamtuma Yesu atende muujiza kwa ajili yako. Inakuwa rahisi mara nyingi kuwaelezea watu Yesu wasio wa familia yako. Je, umewahi kujiuliza siku moja kwa nini unapotaka kujadili na watu na kuwaelezea vitu vya maendeleo, kuwaelezea wokovu, kuwaelezea kuhusu Yesu na kuwaelekeza, wengi ambao unaweza kuwaelekeza ni wale wasio wa nyumbani mwako? Kwa sababu katika saikolojia, wakati mtu anapokuwa amekujua, kuna vitu vinapitika katika akili yako ambavyo vinakuambia ya kwamba anajua madhaifu, na vile vinaacha unashindwa namna ya kumwelekeza, sababu unaanza kufikiria juu ya madhaifu kabla ya kufikiria kwa vile ambavyo unaweza kuvitenda ili kumsaidia. Sasa hapa tunaona ya kwamba ni rahisi kuwaelezea watu kuhusu Yesu, lakini inakuwa mara nyingi vigumu kuelezea Yesu walio wanamemba wa familia yako. Ni kwa sababu gani yale mambo yanatokelea? Ni kwa sababu walio wa familia zetu wanatujua vizuri, na utume wa kweli ni ule ambao unaanjia katika familia. Ikiwa katika familia umekuwa smart na umeonekana ya kwamba umetengeneza mazingira mazuri pamoja na Yesu, hautashindwa kazi ya kuwaifikia wengine wasio wa familia. Kuna wale ambao ni wahubiri maarufu ambao wanaweza kuelezea watu misamiati ya mashairi na watu wakaokolewe, lakini wanapofika katika familia zao hawana uwezo wa kueleza mambo kama na yale kwa familia yako. Wanafamilia wetu wanajua nguvu tunazokuwa nazo. Wale wanafamilia yetu wanajua madhaifu yanayokuwa katika maisha yetu. Wanajua wakati mzuri ambao tulikuwa nao ambapo tulifurahi, na wanajua vipindi vigumu ambavyo tulivipitia, na wanajua namna gani tulionesha hisia zetu kwa zile hatua zote. Inamaanisha wanatujua vizuri. Wanajua maneno yetu ya imani. Wakati tunapozungumzia imani tunazungumza namna gani? Wanajua imani yetu imesimama wapi kufuatana na vitendo ambavyo vinaonekana katika maisha yetu. Wanajua namna gani tunapayuka na namna gani tuna react kwa mambo mbalimbali yanayofikia katika maisha yetu. Wale wanafamilia wanajua hali yetu ya leo. Ndiyo maana kazi ambayo tunaenda kuitenda siku ya leo ni ile kazi inayoanzia kwa familia yako. Wakati umekutana na Yesu,
sio kumfuata kwanza, lakini ni kuenda tangaza yule uliyemkuta kwa familia yako, ya kwamba nimekutana na mwalimu, na yule mwalimu niliyemkuta amebadili mambo mengi katika maisha yetu. Fundisho hili linaanzia wakati Yesu alipokuwa pamoja na mwenda wazimu, na tunaona ya kwamba yule mwenda wazimu alikuwa amefanya makao yake kwenye makaburi, na wanafamilia wake walikuwa wanamwogopa. Kila mtu alikuwa anamwogopa. Kuna wale ambao walikuwa wamebadili hata njia, mpaka wengine walikuwa wamebadili hata sehemu ya kusikia, sababu walijua tukiingia sehemu hii tutakutana na hatari. Lakini hapa tunakutana sasa na yule ambaye ni mwenda wazimu, ambaye watu wengi wanamjua kwa tabia yake hiyo ya mwenda wazimu. Walikuwa wanajua vitendo vyake, na wanajua kama aliingia katika hii hali namna gani. Yule mtu akakutana na Yesu, na alipokutana na Yesu tunaona ya kwamba historia inatuonyesha kwamba alikuwa ameishi maisha ambayo vyote vilikuwa kama vimebomoka. Mahusiano, vitu, maendeleo ya maisha yake, na hata katika hali yake ya kibinafsi yeye mwenyewe alikuwa hatari kwa maisha yake, sababu dhambi mara nyingi inatupeleka hatua kwa hatua kwa kujiletea hatari ya kibinafsi katika maisha. Biblia inasema ya kwamba alikuwa ameishi kwenye makaburi. Kazi yake mchana na usiku ni kuchukua mawe na kujikatakata kwa mawe, na damu inapotiririka katika mwili wake. Inaonekana ya kwamba alikuwa ameishi maisha iliyokuwa imebomoka, na watu wote walikuwa wameshuhudia kwa maisha ilikuwa imebomoka. Na mnaona maisha yake, alikuwa anaishi kwenye makaburi, alikuwa katika upweke, alikuwa ameishi katika maisha ambayo ni maisha ya ukali. Watu walikuwa wamemwogopa. Maisha yake inaonekana kuwa maisha ya upweke, na inapokuwa ni maisha ya upweke, lakini Yesu yeye alikuwa anamuona. Wakati wengine walikuwa wamemwogopa Yesu, yeye akaona mtu ambaye anahitaji kuokolewa na kutoka katika hali duni. Mara nyingi tunapokuwa tumeingia katika hali duni, hapo ndipo Yesu anatuona katika hali ambayo tunaweza tukaokolewa. Jameni, usiogope hali ambayo unaipitia. Pengine unaweza ukazani ya kwamba sababu dunia yote imekutupilia na Yesu amekutupilia. Usikate tamaa. Yesu ankali anaona ya kwamba unaweza ukaondoka katika hali hii. Yesu hakukimbia kama wengine, lakini Yesu akamsogelea. Yesu aliyekuwa na wanafunzi wake wamekimbia, lakini Yesu akasogea. Baada ya Yesu kumsogelea, dakika fulani amemsogelea, akaonekana yule mtu amevaa nguo, amekaa, ambaye alikuwa ni mkali. Anaonekana ya kwamba akili zake zimetulia. Alipokutana na Yesu mambo yakabadilika, na historia sasa inatuambia kwamba yule kijana alipoona Yesu amemsaidia, akasema niruhusu niweze kukufuata. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba Yesu akamwambia neno moja, akasema enda kwa wakwako, uanje katika nyumba yako, ili uwaambie yale yaliyotokea. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu yule mtu pengine alikuwa ameogopa kurudia katika societe ambamo mna watu watakao kuwa wakimchekelea, kwa sababu anajua vipindi alivyovipitia vilivyoacha anafikia katika ile kiwango. Akaona ya kwamba nikimfuata Yesu nitakuwa nimeepukana na vile vyote. Wengi wanapomkutana na Yesu wanataka watembee naye hatua kwa hatua, lakini malengo za Yesu ni kurudi kwa wakwao, kwa sababu ushuhuda ni miongoni ya strategy ambazo Yesu anataka tuzitumie ili watu wajue ya kwamba sisi si wale watu wa kale, tumebadilika. Tuende katika manyumba zetu. Mbele ya kwenda mbali, tuanchie kwa wale walio wa nyumbani mwetu, wale ambao wanatujua vizuri.
Mbele ya kuweza kuleta ushuhuda, tuanje kwanza kushuhudiwa vizuri na walio wa nyumbani mwetu, ili wale walio mbali wasije wakasema hawa wameponywa, lakini walio nyumbani, sababu wanatujua, waone mabadiliko kati ya yule mtu aliyekuwa wa awali wa kale na yule ambaye amekutana na Yesu. Je, wa nyumbani mwako wanaweza kushuhudia ya kwamba umebadilika? Yesu anataka uanje katika nyumba yako, ili wajue ya kwamba wewe si yule wa zamani, lakini umekutana na Yesu. Utume unaanzia katika nyumba yetu, na utume huo wa one voice, tunapoinuka kama sauti moja, tusije tukaonekana tumesimama kwenye mimbara tunapohubiri watu, ijapokuwa wa nyumbani mwetu wangali wanatushuhudia vibaya. Wanazani sisi ni wenda wazimu, wanazani tumepoteza akili, wanazani sisi tuna tabia fulani. Tuende tuwaoneshe kwamba kwa kweli tumebadilika, na yule Yesu tuliyemkutana amebadili yote. Turudi nyumbani, tuoneshe mwelekeo mzuri katika makanisa yetu, tutende kazi, tusionekane tumekuwa na mvuto wa kuweza kutenda kazi sababu imekuja kwa njia ya mitandao, kwa mfano kwa njia ya kuwaendea watu, lakini tuanje kuonesha tabia hizi kwa njia nyumba zetu. Mungu akusaidie sana, ili kukutana na Yesu unapoenda kumtangaza kuwa Masia, kwamba yeye ndiye alikufa akafufuka, kubali tabia yako ishuhudiwe vema na watu wa kanisa lako, ishuhudiwe vema na walio wa nyumbani mwako na familia yako nzima. Mungu akubariki kwa jina la Yesu.